Sehemu ya 8. Mapambano ndani ya nyumba ya Ramla yalizidi kuchukua sura ya kutisha. Anwari alionyesha ustadi wa hali ya juu wa kujihami, lakini watu waliokuwa wamevamia walionekana kuwa na mafunzo ya hali ya juu pia. Ramla akiwa amejificha nyuma ya sofa alihisi hofu kubwa ikichanganyikiwa na mshangao. Anwari, tafadhali usifanye jambo la hatari zaidi, Ramla aliwaza kimoyomoyo huku machozi yakimtiririka mashavuni. Mwanaume mmoja kati ya waliovamia alianguka baada ya Anwari kumgeuza silaha yake mwenyewe dhidi yake. Mshirika wake alisimama akimkazia Anwari macho. Hii haitakuwa mara yako ya mwisho kukutana nasi. Tutakuja na nguvu zaidi, alisema kabla ya kutoroka kupitia mlango wa nyuma. Ramla alikimbilia Anwari mara tu hali ilipotulia. Je, uko salama? Hii ni ya kushtua sana Anwari. Kwa nini watu hawa hawakuachi bado? Alimuuliza kwa sauti ya kutetemeka. Hawataacha Ramla, wana tamaa ya mali na nguvu ambazo hawastahili kuzipata, Anwari alijibu kwa kushusha pumzi kwa uzito. Mazungumzo ya kweli. Wakiwa wameketi kwenye sofa, Ramla alikumbwa na mchanganyiko wa hofu na shauku ya kumwelewa Anwari zaidi. Sasa ni wazi kuwa hili si tu kuhusu familia yako. Kuna zaidi, sivyo? Aliuliza. Anwari alimtizama kwa macho yenye huzuni. Ndiyo, kuna zaidi. Nimebeba dhamana ya mamilioni ya pesa ambazo baba yangu alificha. Hawa watu wanataka kila kitu na wako tayari kufanya lolote kufanikisha hilo. Lakini siwezi kuruhusu mali hiyo kuangamiza wengine, alisema kwa msisitizo. Ramla alihisi mzigo wa hali hiyo kizidi kumwelemea. Anwari, siwezi kukuacha upambane hili peke yako. Lakini je, tutapona kutokana na hali hiyo? Aliuliza kwa wasiwasi. Tutapona Ramla. Tutapambana pamoja, Anwari alisema huku akimshika mkono wake kwa nguvu ya dhati. Baada ya mapambano ya usiku huo, Anwari aliamua kwamba ilikuwa muhimu kuchukua hatua ya dharura. Ramla, lazima nihamie mahali salama kwa muda. Hali hapa imezidi kuwa mbaya, alisema huku akisanya vitu vyake. Usiniondokee Anwari, sijui nitakuwaje bila wewe, Ramla alisema huku machozi yakianza kumtiririka. Anwari alimwangalia kwa upendo na msisitizo. Ramla, ni kwa ajili yako pia, lakini ninakuhakikishia haitaishia hivyo. Tutapambana hadi mwisho, alisema huku akimkumbatia kwa nguvu. Wakati Anwari alipokuwa akiondoka, Ramla alisimama mlangoni akimwangalia huku moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Tafadhali jihadhari, alisema kwa sauti dhaifu. Anwari alitabasamu kwa mara ya mwisho kabla ya kupanda gari na kuondoka. Ramla alirudi ndani akijua kuwa hii ilikuwa ni mwanzo wa vita kubwa zaidi. Alihisi nguvu mpya ndani yake, tayari kupambana kwa ajili ya Anwari na maisha yao ya baadaye. Mwisho wa msimu wa kwanza. Je, Anwari ataweza kushinda vita dhidi ya maadui wake? Na je, Ramla ataweza kumsaidia bila kuweka maisha yake hatarini? Majibu haya yote yatapatikana kwa msimu wa pili wa Moto. Msisimko unaendelea na hatari zinakuwa kubwa zaidi.